Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambapo leo tupo katika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan katika 10 la pili, 10 la maghfira, funga ya 13. Tunaelezea leo kwa uchache sana faida za yule mfungaji. Kabla ya kulieleza hili, yatakiwe ijulikane kama hakuna ibada ya siri kati ya mja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko ibada ya funga. Na tunapoelezea funga, yatakiwa ifahamike kwanza kama kufunga ni nini. Kilugha, kufunga ni kujizuilia na jambo lolote, basi wewe waambie umefunga. Kilugha, kufunga maana yake ni kujizuilia. Hata Bi Maryam aliambiwa na Mwenyezi Mungu baada ya kubeba ule ujauzito, kama watakuja watu kushangaa ujauzito huo, kama vipi huyu ana ujauzito, kapewa majibu mazuri ya kuwajibu wale watu, kama imma tarainna min albashari ahad, atakujia miongoni mwa watu yoyote kukuuliza kutokana na ujauzito huo uliokuwa nao Maryam. Kaambia fakuli inni nadhartu lirahmani sauma, waambie mimi nimefunga. Maana yake funga aliyokuwa amefunga yeye ni kutomsemesha mtu yoyote. Kwa hiyo funga ni kujizuilia na kitu chochote. Lakini kisheria funga ni kujizuilia kutokana na vile vyenye kufunguza katika vyakula, vinywaji. Lakini sio vyakula na vinywaji tu, kujiepusha na mambo machafu yale aliyoyaelezea mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale aliposema khamsun yuftirna saim, mambo matano huwa yakamfunguza mwenye kufunga. Ayudhhibna ajra, maana yake anaondoa malipo ya ile funga aliyoifunga. Miongoni mwa mambo matano hayo ni uongo, mtu kuongopa. Lakini jambo la pili ni mtu kusengenya. Jambo la tatu mtu kufitini. Lakini hali kadhalika mtu kuwa na maneno ya uzushi, kauli za uzushi za kuwazushia watu. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yanaondoa malipo ya funga mtu aliyefunga. Sasa leo tulisema tunazungumza faida za yule mwenye kufunga. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema lisaimi farhatani yafrahuhuma, ana mfungaji furaha mbili anazozifurahia yeye. Furaha ya kwanza kabisa ambiwa yafrahu inda iftarihi, anafurahi mfungaji wakati wa kufuturu kwake. Hii sasa imefungamana na kufuturu mara mbili, kufungua ile baada ya magharibi au kufungua ile baada ya kuisha Ramadhani, yani ile siku ya Idi. Kama mfungaji huwa baada ya kufuturu akafurahi sana kwa ajili ya ile iftari anayofuturu na kuimaliza ibada ya siku ile ya funga. Lakini pia anafurahi sana yule mfungaji pale anapomaliza Ramadhani nzima, akiingia katika siku ya Idi huwa akafurahi sana. Na hili lilitokea hadi kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moja miongoni mwa Idi, kuna mabwana wawili walikuwa wako ndani ya msikiti
wanafurahia sana kuifurahia ile Idi ndani ya msikiti. Katika kufurahi kwao akatokea sahaba wa Mtume Abu Bakari, akawa anawazuilia wao kama ndani ya msikiti. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamstopisha Abu Bakari, akamwambia, ya Abu Bakar, wewe Abu Bakari, dahuma, waache hao watu, kwa sababu wao wanasherekea sikukuu yao. Likulli qaumin idi, kila watu wana sikukuu yao. Wa hadha iduna, na hii ndio sikukuu yetu, wao waache wafurahi, kwa sababu wao wamefurahi, ila furaha yao ni kufurahi baada ya kuisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ni furaha ya kwanza ambayo anaifurahia huyu mfungaji, na ndio faida ya mwenye kufunga mwenyewe. Lakini furaha ya pili anayoifurahi huyu mfungaji, yafurahu inda liqai rabbihi, aenda furahi au afurahi mbele ya kukutana na Mola wake. Ni jambo gani ambalo litamfurahisha huyu mfungaji? Kwa sababu wafungaji wana mlango wao wa kuingilia peponi, unaitwa babu saimin, mlango wa wenye kufunga, mlango ambao hauna mzani wala hauna hesabu wala hauna maswali. Wale wataonekana tu moja kwa moja ndani ya pepo, na kule kuonekana ndani ya pepo, wale watu watakaoona ndani ya pepo atawauliza, kwa sababu hawajaonana nao katika mizani, hawajaonana nao katika hesabu, kwa sababu ndio utaratibu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama watu baada ya siku ya Kiyama watahesabiwa, na baada ya kuhesabiwa yale yaliyohesabiwa sio kuhesabiwa tu, mtu atakabidhiwa lile daftari lake, kitabu chake kilichoandikwa mema yake na mabaya yake. Lakini sasa itafanyika hesabu ili asijue kama kile kilichoandikwa kwenye daftari lake ameonelewa au amedhulumiwa. Ndio sasa yafanyika hesabu, ndio akahesabiwa mtu mema yake na akahesabiwa mabaya yake. Lakini pia hili lisionekane kama huyu mtu pia amedhulumiwa kwenye hili. Baada ya hesabu ile kuna mzani ambao unapima mema na mabaya. Kwa mzani ule unapima mema na mabaya, na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi ishatin radhiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Ama yule ambaye mzani wake utakuwa ni mzito, umezidi kwenye wema aliyoutenda, basi huyu mtu atakuwa katika maisha ambayo ni yenye kuridhiwa sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini yule mtu ambaye mzani wake utakuwa ni mwepesi, basi mtu huyu maishilizio yake yote ni motoni. Mwenyezi Mungu alivyosema marejeo yake ni motoni, lakini akatumia fa ummuhu hawiya, huku kutumia fa ummuhu mama yake, kwa sababu ni hekima ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu imeonekana katika dunia vipo vitu vingi ni feki, lakini hakuna mama feki. Ndio maana ukiambiwa mama basi ni mama kweli, lakini baba aweza akawa baba mfeki, ndugu aweza akawa ndugu mfeki, kwa sababu ikishachanganyika damu tu tayari watu wanakuwa ni feki. Lakini mama, hakuna mama feki, na ndio maana Mwenyezi Mungu katika kauli hii ya moto amesema fa ummuhu hawiya, kama huyu mtu hatokutana na kingine chochote usiokuwa moto. Kwa hiyo baada ya pale washapimwa kwenye mizani, sasa pana sirati, tena njia. Watu ambao njia wanaeleza kama ni nzito na ni nyembamba, njia ambayo
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani yake tukufu, kama yauma yaqumu ruhu wal malaikatu safa la yatakallamuna illa man adhina lahu rahman wa qala sawaba. Siku hiyo atakayosimama Jibrilu na malaika wengine wamepanga safu, hakuna atakayezungumza lolote ila yule ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa idhini ya kuzungumza, na akizungumza azungumze maneno ya kweli ya sawa sawa. Katika wanazuoni wengine wakasema maneno gani atakayozungumza mtu yule, ndio wengine akasema yule mtu atazungumza pale sasa katika ile sirati, kama manjaa bil jazai jazahu wa illa sakata fi nari dhatul waqud, kama yule ambaye amekuja na ndao zuri basi litamvusha vizuri katika hii njia hii sirati, na kama sio hivyo atadondoka kwenye shimo la moto, moto ambao ni mkali sana. Lakini hawa wafungaji sasa, faida ambaye anaipata huyu mfungaji, ile mzani hata kutana nayo, ile hesabu hata kutana nayo, wala ile sirati hata kutana nayo, yeye atakutwa tu yuko ndani ya pepo. Watawauliza watu ndele ndani ya peponi, watawauliza jamani, vipi, hal wajadtum sirat, huko mlikopita mmekuta nyinyi siratu? Watasema la, hapana, hatujaiona. Wataambiwa hal wajadtumul mizan, mmekutana na mzani? Watasema hapana, la, hapana, hatujauona mzani. Wataulizwa hal wajadtumul hisab, haya maswali hisabu mmekutana nayo? Watasema la. Wataulizwa bimadha wajadtum hadha alhal, mmeipataje nafasi hii ya kuingia peponi bila kukutana na njia, bila kukutana na hisiratu, wala kukutana na mzani, wala kukutana na hesabu, mmepataje nafasi hii? Wale watu watawajibu kwa kusema kwamba abadna Allah sirra fadkhalna aljannata bisiri, sisi tumemwabudu Mwenyezi Mungu kwa siri, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuingiza ndani ya pepo kwa siri. Siri yenyewe, ibada yenyewe ya siri ni ibada gani? Ni ile ibada ya kufunga. Kama funga ni siri kati ya mwanadamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi weza ukaniambia nimefunga, lakini baadaye umejifungia ndani ukala mavitu yako, lakini sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye kule ndani ulikojificha yupo. Popote pale Mwenyezi Mungu yupo. Kwa hiyo ndio maana unachokifanya mwanadamu, basi hiyo siri kati yako wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa aliyefunga Mwenyezi Mungu ndiye anayejua, pamoja na yule mwenyewe aliyefunga, kwa sababu funga ni ibada ya siri, na haya ndiyo malipo mazuri ambayo anayapata yule mwenye kufunga. Na ndio maana tukaambiwa sana tujitahidi hizi furaha tunazozimudu za hawa wafungaji, mfano ile ya kuwafuturisha, tujitahidi sana katika kuwafuturisha watu, kwa sababu ile furaha ile, wewe onaje mtu afurahi kwa kufuturu kwake, alafu futari imetoka kwako, alafu baada ya futari ile akuombea dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa maelekezo yake mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tumeifikisha mada hii ili watu wajue faida ya kufunga nini, na ili wajipinde sana katika kuipata faida hii. Mhudhurishaji mada hii ni ndugu yenu Shekhe wa kata ya Ubungo, Sheikh Salim Daudi Salim, mtumishi wenu. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, na ndani ya Ramadhani tunatoa madarasa mbalimbali, na mimi kama shekhe wa kata na washauri watu mwezi huu wa Ramadhani wazidi kutoa darasa mbalimbali katika maeneo yao ya kazi, maeneo yao ya ibada, kwa sababu miezi hii ndio miezi ambao watu wanakuwa na utulivu, watu wanakuwa wanaongezeka sana katika majumba ya ibada. Wama alayya illa albalaghul mubin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.